Okay, tunazidi kusonga mbele na wacha leo pia tujikumbushe kitu kimoja kizuri sana ambacho kinaweza kikakufanya ambacho tunaendelea nacho, ni msingi bora kufanya ili uweze kupiga gita zuri na gita lenye impact, na uwe na muendelezo katika muziki wako. Isifike mahali ukaanza kukwama kwa ajili ya kusita. Mishiko iko ni mitatu tu, ndio msingi wa gita letu ambayo itakufanya ufanye vitu vikubwa na vitu vizuri kabisa. Tusikilizane kwa makini, ni kitu kidogo sana. Nimekuwa wazi kabisa kukuambia vitu vidogo ambavyo ni vizuri, ambavyo vinakuletea quality na umahiri mzuri katika kufanya gita la solo. Twende kazi kwa pamoja. So mshiko wetu wa kwanza ambao unatangulia, ambaye ni namba moja yetu, ni C shape. Tukizungumzia C shape, tunazungumzia C shape ambayo unashika hizi nyuzi tatu, kuanzia uzi wa kwanza, wa pili na watatu, unaoshika kwenye chumba kimoja. Unakuja hiki kidole kinashika uzi namba 2 peke yake, hiki kinashika uzi namba 4. Tunazalisha kitu ambacho kinaitwa C shape. Na hii ndio mishiko mama mikubwa kabisa mitatu ambayo inakufanya gita lako liwe na impact. Sema C shape. Tukizungumzia C shape ndio inashikwa namna hii. Tukizungumzia E shape ambayo ndio mshiko wetu wa pili mama, ni hapa uliposhika, unasogea tu flat moja paka hapa, kama hivi ulivyoshika, unageuza tu hiki kidole ambacho kilikuwa kishika uzi namba 2 kinashika uzi namba 3, na hiki ambacho kilikuwa kimeshika nyuzi namba 3, namba 2 na namba 1 kinashika nyuzi 2 tu, ambayo ni namba 1 na namba 2. Unapata E shape ina sound namna hii. Alafu tunakuja kwenye A shape. Sema A shape. A shape. Tukizungumzia A shape, tunazungumzia ambao utashika kwa kidole kimoja tu kuanzia uzi wa 4 paka uzi wa kwanza, alafu unapiga hiyo A shape. Sasa ni nini tumepata hapa ambacho kimeweza kutupa hii ala ambayo amelia hapa? Tutaanza na C shape yetu. Sawa, ukishika C shape unachombezea paka kidole cha namba 1 ambacho kwenye flat ya 4, ambayo ni 1 2 3 4. Kwenye flat ya 4 unashika kidole cha chini kabisa ambacho ni uzi namba 1 kabisa, unafanya kitu cha namna. Sawa, ndo step ya kwanza kabisa ambayo iko kwenye mshiko wa C shape. Kwa hiyo unapiga, alafu unakuja hapa C shape, unakuja hiki kidole mahali kimeanzia, unakuja hapa mahali kidole kimeishia, unakuja paka hapa. Sawa. Kwa sawa, unaivuta hii C shape, alafu unakuja hapo kabla haijaisha vizuri unaigeuza, inakuwa E shape ya pili. Hapa tukishika C shape tuna E shape ya kwanza na E shape ya pili, unakuja hapa kwenye A shape ambaye ndio ya sawa, A shape. Kwa hiyo ukipiga C shape ya kwanza, unakuja C shape, alafu ukielewa hii mishiko utafanya gita poa sana, na gita lako litakuwa zuri sana na litakuwa na muendelezo mzuri, kwa sababu utakuwa umejua msingi thabiti wa gita la solo. Kwa hiyo mishiko ambayo inatangulia kabisa, ambayo ni ya kwanza ya kukufanya wewe ujue gita la solo, ni mishiko mitatu tu. Mengine yatakuja ambayo sasa utaanza kuchambua kimoja kimoja na kukielewa kwamba hii ni mshiko fulani, hii ni kodi fulani, hii ni passing code, kwa ajili ya kukupa ladha na namna ya kuweza kuenjoy kwenye gita lote. So msingi mkubwa kabisa wa kwanza unajengwa na C shape, E shape pamoja na A shape. So ukikupiga sasa, sawa, yaani ni kitu rahisi sana ambao unapiga tu C shape,
alafu unakuja tena una drag paka hapa C shape. Sawa. Kutoka hapa una drag. Alafu tende kwenye uzi namba 1. Kwa sawa. Sawa. Kwa sawa. Ukipiga hii C shape alafu nasogea kuja huku chumba kimoja. Unaanza tena moja. Yaani ni kitu simple sana, ni kitu rahisi sana, rahisi sana. Ili uweze kulifurahia gitaa lako ni lazima ujue msingi uliothabiti. Kwa hiyo sawa. Unaona, yani ni simple za C shape. Yaani ni simple na ni rahisi sana. Kinachozingatia tu zingatia mishiko. Kwamba ukishika C shape hapa, ukiwa unapanda hivi kuna E shape ya kwanza na E shape ya pili mpaka unafika kwenye A shape. A shape ukiwa unapanda kuna C shape ya kwanza na C shape ya pili unakuja kwenye E shape. Sawa. Kwa hiyo step zinaenda tu hivyo. Kwa sawa. Sawa, ni kitu rahisi sana, rahisi sana. Sawa. Sawa.
kitu ambacho kinakufanya uwe the best guitarist ni kufanya mazoezi sana na kuzingatia kusikiliza vitu vizuri sana kwenye masikio yako. Upate muda ambao utakuwa unatenga kusikiliza watu ambao unaona wameimprove zaidi, kwamba ni nini wanakifanya katika tasnia ya muziki, kutakufanya kufanya vitu vikubwa na vitu bora zaidi. Penda kusikiliza, jenga, kuwa na muda mkubwa kufanya mazoezi, utafanya vitu poa na utakuwa gitaristi mzuri sana. So Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Wewe ni mwanafamilia bora kabisa, bora kabisa. So endelea kupambana, endelea kufanya vitu vizuri vikubwa, na Mungu atakupeleka juu zaidi. So Mungu akutunze.